kula utatoa, nipe hela kula. Wewe mpumbavu nini? Nimekwambia sina pesa, sasa utanifanya nini? Kudai hela kula mimi ni haki yangu. Kutoa hela kula ni wajibu wako. Na ni wajibu wako mimi kunipa pesa. Utanipa hiyo hela. Nipa hiyo pesa. Naomba hiyo hela kula. Una kilo mwanamke wewe. Nipa hela kula. Nipa hela. Hivyo kweli umefundwa mwanamke? Wewe unasubutu kunipiga mimi wewe? Lazima nikupige kwa sababu unasubutu kunipiga. Lazima nikupige kwa sababu ni Taira. Nimekwambia sina pesa, unataka nini? Hivi ndio heshima uliofunza kwenu, si ndio? Heshima. Kwa mwanaume kama wewe unataka heshima. Heshima gani unataka wewe? Hivi una akili wewe kweli? Mimi akili ninazo na wewe ndio akili hauna. Nipe hela kula. Nipe hela kula. Naomba niache. Sikwati. Nipe hiyo pesa. Unataka pesa? Ndio, nipe pesa. Wewe ni mwehu. Hata kama umenipiga nipe hiyo pesa. Ashika pesa mwehu wewe. Mke wako analalama kirudi umelewa. Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. Wewe mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling. Wengine na familia zao wanakusema we Makasu, una mambo ya ajabu, kwa nini wewe? Karibu mwanangu. Asante. Shikamoo mama. Posa. Marahaba za nyumbani. Vipi? Yale yale au kuna mengine? Nafikiri kuna mengine. Ndio yale yale. Na ananifanyia haya yote kwa sababu nyumbani kwetu hajulikani. Wala barua hajawahi kunitolea. Ananiona mimi sina pa kwenda. Kwa ajili ya maisha yetu nyumbani ni magumu. Ila mimi nimechoka. Nimechoka, ni bwana niondoke zangu. Pole mwanangu, usiseme hivyo. Unajua mapenzi mwanangu, mapenzi ni kama upepo. Kuna muda yanakuwa mazuri na kuna muda yanakuwa mabaya. Kwa hizi ni changamoto tu ambazo unazipitia. Mimi nakuahidi mwanangu yataisha. Kikubwa kuwa na subira tu na uvumilivu. Yote yataisha haya. Nitakuwa na uvumilivu gani mama? Hela kula tu ananiachia 2,000. Ikiwa ndani hakuna hata 100, hakuna kitu chochote. Mimi siwezi kuvumilia. Kwa leo naomba nisikilize. Hebu shika hii kwanza. Asante. Mimi kwanza nashukuru kwa kunifanya kama mama kwa hiari. Kwa hiyo kila kitu kitakaa sawa. Mimi na imani nitamuita wewe mume wako, nitaongea naye. Na imani atanielewa tu. Nitaongea naye na kila kitu kitaenda sawa. Wala usijali. Umenielewa? Ila naomba msiyabadiliki. Usijali. Nitaongea naye mwanangu, wewe nenda tu. Nenda mwanangu, sawa? Asante. Kuwa na subira tu. Kwa ndo nini kujifanya na haraka? Ina maana umeshindwa hata kukaa hata kidogo. Na kwaje na haraka kukaa hapa wakati tunaona tayari kashatia mkosi hapa. Nataka nitiwe nzi hapa. Sawa. Basi nigie kile kiasi cha pesa nilichokuomba. Mtoto unajua pesa wewe. Bila pesa utaishi. Hata kama. Ila mimi nakupa pesa nusu leo. Sasa nusu wakati mimi nimetaka yote 50,000. Chukua kwanza hii hapa. Sio unajua ile utafikiri unaitengeneza wewe.
Bamkwe jicho kuona. Mkwe tena. Mtaniua mwaka huu. Hai hapo. Asante. Taniua ni mwaka huu. Mkwe. Sawa bwana. Baba karibu. Nakubali. Sema mama, kuna vitu vingine vinakera. Kwa nini unaongea jambo moja kila siku? Ndio nini kutangaza shida mbele ya mgeni? Tuonekane tunaziki au kitu gani? Shoga yangu. Ina maana mimi na hiyo makanzu tuna ugeni gani? Kwanza nipe changu kwanza. Nipe 10 basi, nipe hela hiyo kidogo. Sawa, lakini sio vizuri. Hasa shoga yangu, shughuli niloifanya, unajua mimi nakutetea kila kona wewe. Nakutetea mambo yako yote. Shughuli ya kumtoa huyu binti hapa ungekuwa ungeweza. Wewe kuweza, niongezege hata 5000 wewe bwana. Shika 5000 yangu nikute. Sawa shoga yangu, mimi na wewe tena. Usijali hapo, tunachokupendea. Halo? Nakuja. Nakuja sasa hivi. Safari ya wapi tena shoga yangu, watu gani? Kuna sehemu naenda mara moja. Naomba basi nitumie na unga. Shemeji unga umeniishia. Basi naomba unirudishie chenji, alafu deni lako nitakulipa baadaye. Sawa, mnashika. Asante. Karibu shemeji. Naona mmetulia. Mlikuwa mnanisubiri mimi. Tajiri nimeingia sasa hapa. Mbona uchangamki wewe? Bosi, kaingia bwana. Makanzu. Makanzu ameingia. Afadhali mzee Makanzu kaingia bwana. Ndio yani afadhali. Karibu bwana. Tajiri kaingia. Bosi wetu kaingia leo. Tajiri kaingia. Baba kaingia jamani. Mambo mambo. Ongeza mambo. Sado. Hivyo Makanzu, mimi unanichukuliaje? Jana umenipigia simu, umeniambia unakuja nyumbani. Nimeacha mambo yangu ya msingi, nimeacha ratiba zangu zote nikiamini wewe utakuja, afu dakika mwisho unanichomesha mind, si ndio? Hivyo unanichukuliaje wewe? Mpenzi, naomba unisamehe. Mimi sikutarajia kuwa hivyo. Nielewe basi. Kwa hiyo wewe ukipata dharura unashindwa mimi kunipa taarifa, si ndio? Haya, mbona unakata? Mzushi bwana, achana naye. Makanzu, usinifanye mimi ni mtoto mdogo. Yaani bora angekuwa nisia, najua ni mke wako, unaweza kupokea simu hata mimi nikiwepo. Huyo nani? Kwa ina maana uniamini, si ndio? Usiwe hivyo bwana. Hebu niache kwanza nikanywe pombe basi. Sawa. Vipi kuhusu mpango tunaongea? Baadaye. Wewe jimalize. Ai. Pakazi. Jamani, mbona mnaongea sana? Huwezi kuishi bila mimi hapa. Sasa kumbe. Oya, vipi? Basi nipege hela baby. Wasiwasi wako nini bwana? Pesa ipo bwana. Pesa ipo. Unafikiri mchezo hapa? Wewe naongeza hata kidogo. Subutu. Najua hiyo. Leta mambo. Naona mambo yanaendelea. Baba. Inshallah umeingia bosi utalewa. Na tukatoa nyonge hapa, wewe umeingia machalao. Leta mama muda. Wape. Mazembwela kunywa. Tajiri iko kwa ajili yako. Kunyweni. Maamuzi uliofanya ni ajabu sana. Kilichokufanya wewe ufunge duka urudi nyumbani kwako saizi ni nini? Unajua fika nusu ya bidhaa pale dukani zimekata. Sasa si ungeuza vitu vingine? Mpaka huo unga. Sawa, inawezekana. Lakini sasa hizi lawama sio za kunishushia mimi. Haya yote matatizo yamesababishwa na wewe.
Kwa nini wewe simu yako kila siku mara inapatikana, mara haipatikani? Na simu yako ikipatikana wewe, yani kupokea kwako kunakuwa ni kwa shida sana. Labda nilikuwa mbali nayo. Au labda nilikuwa busy na kutafuta hiyo hela. Ila kusiro usijari. Nitakupa hela ya viroba vya unga viwili. Sawa? Ila kikubwa leo naomba tuote. Usiende tena kufungua duka, sawa? Sawa. Lakini unajua fika kama biashara yetu inasongeshwa na muda. Alafu muda huu ni muda mzuri sana kwa ajili ya biashara yetu. Hivi kwa nini mimi kila nikigusia hilo swala wewe kwako linakuwa gumu? Kukaa na mimi tu utenge hata lisaa tu tukae wote. Vikwazo haviishi. Ile duka si la kwangu. Nimekwambia leo usifungue. Usiseme hivyo. Najua sisi tunahitaji kusonga kimaisha. Na maisha yetu yanategemea sana ile biashara inayotuzunguka. Huu muda mimi wakina mama ntilie wengi wananizungukaga hapa kwa ajili ya biashara yetu. Kama utanielewa naomba uniache kidogo niweze kufanya biashara. Sawa, unavyotaka. Wengine na familia zao wanakusema we Akaso, una mambo ya ajabu, kwa nini wewe mke wako na lalama kirudi umelewa? Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima. Sado. Sado. Hivi nikuambiaje kuhusu biashara wewe? Kila siku naongea na wewe. Fanya biashara kwanza umalize. Ukishamaliza biashara fanya umalaya wako. Kwa nafikiri mimi nakukataza? Sikukataza, ni maisha yako, lakini fanya biashara kwanza. Mimi nahitaji biashara yangu iishe iende. Wewe unaondoka pale unaacha, unafikiri watu wataelewaje? Wateja wataelewaje? Mimi nahitaji pesa mama. Umenielewa? Sawa, lakini mbona mama mimi nimeshamaliza biashara mapema. Una uhakika biashara umaliza wewe? Ndiyo, na ndio maana nimekuja huko. Sawa, tuache hayo. Haya, kuhusu yule bwana. Si unajua kama yule mwanamume wa posa? Sasa nisikilize. Shoga yangu. Kula kwa nafasi yako. Kula kwa wakati bibi. Posa akija kujua kitachotokea simu. Najua unatafuta pesa, unatafuta riziki, unatafuta maisha. Lakini kula kwa akili shoga mdogo mdogo. Akija kujua yule jamaa yako kitachotokea mimi simu. Upo? Pesa yangu mauzo ya leo yako wapi? Sawa, pesa ipo, lakini ungenipa muda kidogo ningefanya mahesabu alafu nitakuletea baadaye. Sado. Unajua mimi mbambamba sipendi kwa biashara zangu. Mimi napenda ukifanya biashara, umemaliza biashara, ushaniambia biashara umaliza. Nipe pesa yangu, mizunguko ya nini tena? Sasa nisikilize shoga yangu. Fanya mambo yako, nahitaji pesa yangu. Sitaki mizunguko, na sitaki leo pesa ilale leo, sitaki. Kwa sababu umesema biashara umemaliza. Kwemba mbamba mizunguko sijui, sitaki. Umenielewa? Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. Baby. Haya mambo mimi sasa nimefika hatua nimeshachoka. Najitahidi kuvumilia lakini naona kabisa sasa nimechoka. Ni muda mrefu sana sasa umepita. Lakini kila nikitafuta sababu ya msingi ambayo inapelekea hadi leo usiniambie kitu ambacho kinaeleweka, naikosa. Naikosa kwa sababu mimi niko tayari kuja nyumbani kwenu. Na nisha kuambia tangu muda kwamba nahitaji kuja kwenu. Sijui tatizo liko wapi ambalo linasababisha hadi leo inashindwa kufanya hicho kitu. Amna. Unajua unashindwa kunielewa mpenzi wangu. Sasa utakaposema uje nyumbani unitolee barua unioe, mama yangu pale ataishi na nani? Ikiwa mimi ndo kila kitu kwake. Nikitoka nitampa tabu bi mkubwa. Haya, ushanioa. Wewe utakubali mimi niwe natoka kwako kila siku kwenda kumsaidia mama usafi? Au kwenda kumsaidia mambo yake mengine? Sio kama mimi nina haraka. Isipokuwa sisi wanaume kuna muda ukifika
unahisi kabisa hapa ni sehemu sahihi. Maanake mimi kama kutoka tumeshatoka sana. Tumetoka sana. Nimeshachoka kufanya hii dhambi ambayo unaifanya kila siku ya uzinifu. Nahitaji kumweka mtu ndani sasa hivi. Please. Mambo mazuri hayataki haraka baba. Kila kitu kinaenda kwa mipango. Sawa, punguza papara. Muda wake ukifika, hilo jambo litatimia, wala mimi sina pingamizi na hilo. Kwa nakuomba kuwa na subira. Unajua mwanzoni uliniambia kama unanichunguza, si ndio? Na ni muda mwingi umepita, maana dakika hujaridhika kunichunguza kwako. Leo hii unaletea habari nyingine kwamba eti mama. Sawa, sikatai. Ndio mambo mkubwa. Lakini kwa mimi ninavyojiona nao uwezo kumtafutia beki tatu, kuweza kumtafuta usigeli pale nyumbani. Tukamtafuta msichana akamsaidia mama kazi. Hilo linawezekana. Sasa hapo shida iko wapi? Usijali, muda ukifika kila kitu kitakuwa sawa. Nimekuelewa. Ila uliniambia kuhusu ile jambo lako, si ndio? Asante sana mpenzi wangu. Ndio maana nakupenda. Ila ombi langu kwako, naomba unijibu kwa wakati. Jitahidi kuharakisha sana kwenye jambo langu, ili niweze kufanya maamuzi sahihi. Unagombanisha na ndoa za watu. Makanzu na kuita makanzu. Kamke kangu kenyewe jamani, hivi najua kuchagua makanzu. Kange. Kwa mwenyewe unaona sifa, si ndio? Sina kuuliza unaona sifa? Umerudi umelewa. Hiyo hela ambayo umenywea pombe, si ungenipa mimi nikapika hapa? Yaani wewe mwanaume. Sijui nikufanisha na kitu gani. Wewe ni katili. Unajua wewe ni katili, alafu una roho mbaya. Wewe ujioni? Yaani muda wote hela unao kibindano huko lazima ukanywe huko kafaidishe watu, lakini sio mimi hapa nipike nikala vizuri. Yaani kiukweli ingekuwa ni ridhaa yangu mimi, ningekubadilisha na gunia la karanga wewe. Oyo mwanamke akia Mungu riziki kabisa. Yaani najitahidi kurudi na furaha lakini uitaki furaha yangu. Kwa furaha gani? Utakayonipa wewe mimi furaha gani? Zaidi ya mateso na uchungu. Sasa hela nayotafuta ni ya kwako ni ya kwangu. Kwa tuachane na hayo. Wewe umepika nini? Bucha la babako. Leo unanilisha mimi maharage? Wow. Makanzu. No mimi baba la baba. Mimi makanzu sijala toka asubuhi kwa unaoga marage. Unataka kunipanda kichwani, si ndio? Dharau zako zitakuponza kenge. Mke wako na lalama kirudi umelewa. Mengi maneno kila siku ugomvi. Mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto. Hauna heshima kwa wakubwa watoto. Huyo mwamba unamuulizia humu ndani ameshahama. Ila nahisi huyu jamaa yuko mbali na maeneo haya, kwa sababu mke wake mara kwa mara namuona dukani kwangu. Sasa unanisaidiaje? Hapa msaada naofikiria hakuna chochote zaidi ya wewe upumzike hapa. Kesho asubuhi ukicha mimi nitakupeleka ofisini kwa Makanzo, kwa sababu hamna sehemu yote unayofahamu zaidi ya hapa. Mimi ndashukuru sana. Kwa maana ni muhimu sana unajua. Wewe usijali bwana, karibu ndugu yangu.
Vipi? Mbona kuja hapa kurupukurupu unataka kuingia ndani? Umeanza lini kunikataza kuingia huko ndani? Nisikize nikwambie. Hapa kuna mgeni kaja. Naomba kama utojali naomba li swala tulisitishe. Tuongelee kesho ndio tunafanyaje. Mshamna kujua. Kwa vyovyote itakuwa umemuingiza mwanamke wako. Utaki mimi nimuone, si ndio Hebu sogea niingie. Hebu shusha. Oi bro. Oa, niambie. Vipi chaji iko wapi? Angalia hapo chini ya meza hapo nilikuweka simu yangu. Samahani kwa kuhisi vibaya. Lakini hata hivyo somba. Kama kuna mgeni ndani tunaweza hata tukaenda kwenye nyumba za wageni. Hapo kaudi hata kesho. Hivyo na akili kweli wewe. Yaani mundani na mgeni ambaye simfahamu. Unawezaje kuondoka hapa nikaenda kulala naye nyumba za wageni? Asa unamuingizaje ndani kwako mtu ambaye wewe umjui? Kama sio uongo kitu gani? Inawezekana hata wewe mgeni ndani ni mchezo tu ambao unahitaji unikatae mimi kijanja. Sawa, haina shida. Asante. Kwa Makanzo. Mwanzo mimi njaa inaniuma. Toka asubuhi sijala. Kwa Makanzo. Mbona unanifanyia makusudi lakini Makanzo? Isitoshe mchana pale mboga yangu umemwaga. Na umelewa umelala chali. Hata ufikiri kuhusu mimi. Mimi njaa inaniuma bwana. We Makanzo. Sia. Wewe Sia wewe. Wewe Sia. Sia. Kizibo. Kama vipi unipoze tu hela kidogo mimi nikupe simu. Wewe unahitaji nikupoze shilingi ngapi? Kwa sababu simu yenyewe bado mpya hii. Ukinipoze 8,000 sio mbaya. Wewe vipi babu? Mbona kazi tumefanya wote alafu unaniambia kwamba nikupoze shilingi 8,000 alafu mimi naenda kuuza shilingi ngapi hii simu? Unajua masaa sana kwenye biashara. Unaona kabisa simu mpya hii. Alafu kazi yenyewe ya kumkabili mwanamke nimefanya mimi. Kazi nzito nimefanya mimi, alafu unachukua masiala, si ndio? Sio kazi kubwa umefanya wewe. Sema kazi tumefanya wote. Mbona hivyo? Kazi gani mtoto wa mama wewe? Fanya hivyo. Nipoze 8K. Mimi nakupa shilingi 7,000. Kwa sababu simu yenyewe mpaka sasa hivi sijajua naenda kuiuza kiasi gani. Unalalia. Keza basi. Acha tamaa. Makanzo. Saa ngapi sasa unakuja ofisini? Simekuja kufanya kazi bosi.
Alafu mara nyingi sana kuambiaga kuhusu mambo yako ya pombe pombe kwenye ofisi yangu. Kuna tofauti kati ya kulewa na kunuka pombe? Mbona unajibu vitu vya kijinga sana Bakanzo? Hii ni ofisi yangu. Mimi hapa natumia hela nyingi. Unakuja sasa hivi ofisini kuja kufanya nini? Watu wote washapakia mizigo na washaondoka. Wewe umekuja kufanya kitu gani? Ni kuja kufanya kazi. Wewe unataka kufanywa kazi au unataka nini? Kwa sababu unataka kufanywa kazi, unakuja muda wote unajisikia wewe, si ndio? Blaza, hii kazi sio baba yako hii. Kama unaona kazi ya kufai, toka. Hivi nikuulize kitu. Hivi unaweza kusema naona kazi hapa? Nitoke, si ndio? Kwa wewe unajidai kwamba hii ni kazi, si ndio? Haya makaratasi ni kazi haya. Hivi utasema una kazi wewe? Bakanzo usemaje? Ndio hivyo ulivyosikia. Wewe unataka nini? Wewe mzee, nitakuvunjia heshima na kuheshimu. Alafu usilizeeshe wewe. Mimi ni kijana, umeelewa vizuri? Toka bwana, toka ofisini kwangu. Toka Bakanzo. Usitaki kusema. Toka nje. Sitoki sasa. Nakwambia toka. Toka, nitakuumiza. Nitatoka ninavyotaka mimi, sio unavyotaka wewe. Ondoka. Chizi wewe. Sawa, mimi chizi. Ila wewe hii ofisi imekulea. Ofisi uchafu wewe. Usi uchafu. Sawa, nashukuru. Naomba toka kwenye ofisi yangu. Taratibu na kuheshimu. Sisi hauna kazi yoyote, makaratasi tuambwiga wewe. Wewe miaka yote nakulisha hapa kwenye kazi yako unaambia vitu vingine. Miaka gani wewe, makaratasi makopo haya? Mzee, nitakufanya kitu ambacho hautotegemea. Naomba toka nje. Na kuheshimu, toka nje. Usirudi tena. Haiwezekani, wewe mtu mzima anakulazimisha. Maisha yako yanikuangaikia nini? Mtu mzima afu jitambue. Na akili wewe. Kaka za saizi. Salama kwema. Salama ndugu yangu, samahani bwana. Tulikuwa tunamuulizia bwana Makanza. Oya, sikilizeni. Kuanzia leo ofisi Makanza haimjui. Nimemfukuza na hahusiki kwa chochote. Umeelewa? Naomba niondokeni. Basi sawa. Bro, isikilize nini? Ondokeni bwana. Ni vipi? Una mambo ya ajabu, kwa nini wewe? Mke wako analalama, kirudi umelewa. Mengi maneno, kila siku ugomvi, mabanda ya pombe, kila siku bala. We mtu mzima, una mambo ya utoto, hauna heshima kwa wakubwa wa... Mama, kuna sehemu nipo. Kuna nini? Kwani hatuwezi kuongea kwenye simu? Una mambo ya ajabu, kwa nini wewe? Mke wako analalama, kirudi umelewa. Mengi maneno, kila siku ugomvi, mabanda ya Wewe mbona leo umechelewa kiasi hiki? Kuna sehemu nilipitia mara moja. Ila tuachane nayo. Na biashara. Hajipasue. Hapo ndo penyewe sasa. Hapa nisaidie shilingi 12,000 tu. Hata usiongeze. Yaani kisosoro kama hiki ununuzie mimi 12,000? Hiyo simu haina tatizo lolote. Hata ukitaka box lake nakuletea. Asa la box yake mimi itanisaidia nini? Nimekwambia mimi nina 6,000 tu. Utaki shika simu yako. Fanya hivi, kwenye 6,000 ongeze 2,000 tu top. Shika, nimekwambia nina 6,000. Afu usinipotezee muda na mambo mengi ya kufanya. Poa. Nipe 6,000. Sasa najitekenya afu nachika mwenyewe.
Shika. Nimekuita hapa sio kama maposa. Nimekuita hapa kwa cheo changu cha ujumbe. Hivi inakuwaje unalala usingizi kabisa usiku unakoroma ikiwa mkeo hayupo? Na hata kama unasema hajakuamsha, lakini sio tabia yako ya kwanza, na sio mara ya kwanza. Hiyo tabia wewe unayo. Sasa bila wale wa Samaria mwema kumchukua mkeo na kumleta hapa kwangu, hivi unafikiri kingetokea nini? Sawa, mimi nakubali kosa mamaangu. Lakini naye pia kwa upande wake pia ana makosa. Kwa nini mimi hakuniamsha? Mke wako na lalama kirudi umelewa. Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima kwa wakubwa watoto. Yani we una vingi visa, yani we unaumiza watu, unafanya mtani. Hivi Sado, ni kitu gani ambacho kimekubadilisha? Na kupigia simu zangu upokei, natuma message ujibu. Nini kinaendelea? Hivi wewe, labda nikuulize swali. Kwa kipindi hiki cha sasa hivi nilichokuepo, nani alitakiwa nisimamie kwenye mambo yangu? Lakini cha ajabu, kula kwangu naijua mimi, kuvaa kwangu naijua mimi, kodi pia naijua mimi. Alafu sasa hivi eti ukinipigia simu nikupokelee, ukituma message nikujibu. Kwa mwanaume yupi? Au kwa kipi ulichokuwa nacho? Hivi unajisikia unachokizungumza wewe? Huko nyuma nani ambaye alipia hivyo vitu? Hako sasa maisha amenipiga. Nisikilize. Wewe ni wale wanawake ambao mwanaume akiwa na kitu unakuwa naye karibu, na akikosa pia anaonekana sio kitu. Kwa sababu ushasema ni huko nyuma. Na sasa hivi ni sasa. Sawa? Alafu nisikilize kwa makini. Umenikuta na biashara zangu na utaniacha na biashara zangu. Na wewe upumbavu wako wa kunijia katika biashara yangu unaanza kunipeukia hapa ukiana kuongea upumbavu wako tena koma. Kwa biashara gani? Sasa nisikilize. Hizo jeuri zako nitahakikisha nazikomesha. Na hata huyo ambaye anakupa hizo jeuri pia nitamfuatilia na nitadili naye. Weka akilini. Samahani dadangu, nimekucheleweshea dawa zako za maumivu ni hizi hapa. Sasa hizi kaka. Salama, mambo vipi? Safi. Haya. Hebu inua hizo mbariga zako tuondoke hapa. Sia mwanangu, amka nenda nyumbani wala usiwe na wasiwasi. Fanya haraka, unachelewa nini? Una mambo ya ajabu, kwa nini wewe? Mke wako na lalama kirudi umelewa. Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima kwa wakubwa watoto. Yani we una vingi visa, yani we unaumiza watu, unafanya mtani wikiro, unagombanisha na ndoa za watu. Makazo nakuita makazo. Fresh na waje. Babu, mbona utuli kazini kwako? Kazi tu kuzurura rafiki yangu. Au unataka hela yenyewe ni ile tena tuanze kudaiana? Ndugu yangu bwana, unaona hapa nipo na mgeni. Una dharura kidogo imejitokeza na maana unaona sijafungua ofisi hadi sasa hivi. Sawa. Poa ndugu yangu, nashukuru. Haina noma. Sema bwana, ndugu yangu hapa alikuwa na shida kidogo. Na huyu mgeni unamuona ni mgeni wa bwana Makazo. Bwana ndugu yangu, shida yetu kuu anakuishi Makazo, mimi sasa sifahamu. Makazo anakaa pale kwa Mama Amina kwa nyuma. Basi sawa, nashukuru ndugu yangu.
Haina neno. Poa. Haya bana. Una vingi visa, yani we unaumiza watu, unafanya mtani wikiro, unagombanisha. Kwani ninavyokujua mamangu, utakuwa umejimaliza kwa makanzu kuhusu kuvutia tu kwa mkewe. Tena itakuwa umeyajenga kisawasawa. Mwisho wa siku hata hivyo viela vyake tunavyokula tutavikosa. Shoga yangu mimi ninauelewa mkubwa kuliko hata unavyonisania. Yaani mimi mama yako udugu wako hivi kweli nikakupondea wewe? Nikaribu ugali wetu shoga yangu tunakula hapa mpana 60. Usinifikirie hivyo. Tena ukiachia hivyo shoga yangu kwa upande mwingine mimi mjumbe. Kwa kuna muda lazima kidogo niyatengeneze. Kwanza nilichokifanya, nimeyatengeneza, halafu nikaja nikabomoa. Upo ndugu wangu? Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, nimetengeneza jambo limesimama. Kuhusu yule mkewe nimemtengeneza kiaina kama ninavyojua, siwezi kuharibu shoga yangu inahusu. Yaani hapo umenifurahisha, roho yangu iko kwatu. Tena kwa fulani nilionayo, sikai kimya kama unavyonijua shoga yako, sinaga shughuli mbovu. Mimi maskini jeuri, nikipata natumia, nikiwa sina nalala. Pika kijipilao. Mimi basi nikajua shoga yangu unanipa mama basi hela hiyo yako, kanwege kijikrimu basi, ujiweke mungozi sawa. Mama nawe una hata dogo. Asa krimu ya nini na hivyo ulivyo utosheki? Yaani kila siku anataka kwa kijana kunishinda mimi mwanao. Hii punguza. Shoga uzee mwisho huko mwanalumango, Dar es Salaam wote mabe. Uitaka mimi mjumbe anione vipi? Anione mimi malaya, si ndio? Sinakuuliza. Mbona umeshindwa kuongea mambo yako mpaka ongea kwangu? Usinitumbulie macho mwanamke, unanielewa vizuri wewe? Unanielewa? Mbona unarudia mambo? Na wakati tulishaongea na ukakili makosa yako. Inabidi hata mwenyewe ujiulize. Mimi ni mwanamke wa aina gani? Mambo yako kibao na kuvumilia. Unanifanyia upuuzi wa kutosha. Yaani wewe ni katili. Nipende basi hata kidogo. Nionyeshe basi hata chembe ya upendo. Na mimi nijione ni mwanamke ambaye napendwa. Lakini wewe kiukweli unaniumiza. Acha upuuzi wako wewe. Ungekuwa unalijua leo ungeenda kuongea ujinga kama ule. Sinakuuliza wewe. Unataka mimi nikupende, si ndio? Sinakuuliza. Unataka upendo? Shika hii. Mimi leo nitachelewa kurudi. Fanya mambo yako utajua mwenyewe. Shika hiyo. Mke wako nalalama kirudi umelewa. Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima kwa wakubwa watoto. Yani we una vingi visa, yani we unaumiza watu, unafanya mtani wikiro, unagombanisha na ndoa za watu. Makanzu, nakuita makanzu, mke wako analia sana. Makanzu, kwa tabia we unazofanya. Makanzu, majirani wamechoka sana. Makanzu, mtaani hawataki kukuona. Halo. Safi niambie. Nipo. Ndio nipo utanikuta. Haya poa. Wenyewe. Shemeji. Wenyewe. Ndugu yangu. Hapa bwana ndugu yangu mlikofikia, una bora nikuachie hapa. Kaka hapa bwana nimepambana sana. Ila ngoja na mimi niwe ofisini kwangu nikafunga ofisi. Sawa basi. Poa. Mama Makanzu. Karibuni. Asante bwana shemeji. Kwa ndio umeamua kulifuata deni lako mpaka huko? Bwana shemeji ujio una mguu unaona hapa kwa ajili ya huyu kaka. Huyu ndugu bwana ni ndugu wa mumeo. Karibu. Shemeji. Karibu sana. Asante sana shemeji. Basi shemeji bwana mimi ngoja nikukimbie ni wewe ofisini. Haya karibu. Bwana ndugu yangu. Shukrani sana kaka. Shukrani sana. Kila laheri ndugu. Shemeji.
Kwanza kabisa samani, mimi naye tujai kuonana. Lakini mimi ni mdogo wake Bwana Makanzu. Baba mmoja, mama mmoja. Nipo huko Mtwara kwa ajili ya shughuli zangu za kilimo. Miezi kama 2 imepita, nilimpa Makanzu hela aninunulie mota ili nifanye shughuli zangu za umwagiliaji katika kilimo changu. Sasa nampigia simu zangu hapokei na muda mwingine ananizimia kabisa simu. Nikaona nimfuate nije huku na hisi atakuwa ameinunua. Nilipita kwenye nyumba yenu pale mlikokuwa mmepanga zamani, nikaambiwa mmehama tayari. Ndio nimefika hapa na yule amenielekeza. Sasa hapo napata picha. Na hata tulipohamia hapa, nilimuuliza Makanzu ile umepata wapi? Lakini hakunijibu kabisa. Na sasa hivi amekuwa mlevi mbwa, yani haambiliki wala hasikii chochote. Na mimi siwezi kusema kuwa sijui mota imenunuliwa iko ndani. Kiukweli sijui na sijaiona. Ila cha kukusaidia, kuna huyo mama huyo, mimi huaga namshirikisha sana kwa matatizo yangu. Na Makanzu anamheshimu tena na anamsikiliza. Labda niende nikaongee naye au nije naye hapa na Makanzu mwenyewe akiwepo ili tuweze kuongea, tujue mwafaka wa hili jambo. Sio, umenielewa hapo? Nimekuelewa Shem. Hapo tuko umenisaidia sana. Basi mimi ngoja niende. Saizi. Salama. Mama yupo? Mama ametoka mara moja. Makanzu! We Makanzu ndo kunifanyia mimi hivi? Halafu Makanzu, mwanamke mwenyewe eleweki yupo hivyo kama puto tu. Dada una aibu. We Makanzu ndo kunifanyia mimi kweli hivi wewe? Ishi hapo hapo tena pumu. Umenelewa? Mumeo mpaka kanifuata kuna vingi kavikosa kwako. Usichokijua wewe, mwanaume ni sawa sawa na fisi. Hata ukimpa nyama mifupa ataifuata. Sasa wewe jifarague. Makanzu! Makanzu! Umpata nini Makanzu? Bonda. Bwana yakufanyaje Bonda? Bonda. Makanzu! 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 Sana! 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 Vipi tena shemeji? Eti una nini? Makanzu ndo kunifanyia hivi. Nimemfumania. Nimemkuta yuko na mwanamke mwingine. Na isitoshe. Yule mama mbona mpelekea mambo yangu namwambia mtoto wake ndo anatembea na Makanzu. Kwani amekuja kuaje huyu? Yaani kimenileta kitu kingine na kutana na mambo mengine. Vipi tena na wewe? Mbona hai? Afadhali shemeje nimekukuta. Maana Makanzu limemfika tatizo. Makanzu? Na hapo alipo sielewi kama ni mzima au tayari ashafariki. Makanzu? Afadhali nimekuta mpenzi wangu. Ila kubwa lilonileta hapa, nahitaji tukae wote. Hii biashara unakaa kwako, mimi nakaa kwangu. Naomba unisikilize kwa makini na akili yako itulie hapa. Mimi sina plani zozote na wewe na maisha yangu sihitaji niishi na wewe. Na hapa umeniwahi. Na mguu unaoona hapa nilikuwa nanyanyua mguu na kuja nyumbani kwako kwenda kuletea funguo yako ya duka. Mimi nimeshapata kazi sehemu nyingine, sihitaji kuwa na wewe. Unasemaje wewe? Ina maana vyote nilivyovifanya kwako ni vya kipumbavu, si ndio? Nimejitolea mambo mangapi mimi mshamba? Naomba nielewe mpenzi wangu, usinifanyie hivyo. Hivi unahisi tabia zako unazozifanya kuna mtu ambaye mtaani asiyojua?
Lakini mimi nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Sawa, na nilivumilia vitu vingi. Unajua nikwambie tu, mimi nilikuwa na malengo, na na malengo yangu mimi kama mimi. Wala sikuwahi kuwaza kama nitakutaji kuwa na wewe. Mshamu, usinifanyie hivyo, mimi sijawahi kukusaliti, sijawahi kufanya jambo lolote baya. Na huyu ni nani? Ni nani? Na mlikuwa mnafanya nini hapa? Mwanamke umekuwa kama kopo la chooni. Lakini hapa ni katika hali tu ya kutafuta maisha. Mimi sio mtu wangu. Yaani unaongea bila uoga. Unatafuta maisha, si ndio? Maisha yanatafuta kwa staili hiyo. Wewe unahisi afya yangu na maisha unatafuta wewe kipi ni bora? Umefanya kwangu jema, hujafanya kwangu jema. Mimi sihitaji kuwa na wewe. Na kuomba unyanyue miguu yako uondoke mara moja, usiniharibie hii siku. Usinifanyie hivyo Mshamu, mimi nakupenda mzee. Nisikilize nikwambie, kaa mbali na maisha yangu, mimi sihitaji kuwa na wewe. Umeelewa vipi? Usinifanyie hivyo. Mshamu. Makanzu, yaani sikutegemea kabisa, na ningejua wewe umeangukia hapa kwa mwanamke, mimi nisingekuja na wala usingeniona. Kwa vitendo ambavyo umenifanyia mimi, manyanyaso ambayo umenifanyia mimi, ila mimi wewe nakuvumilia, naficha siri zako. Mke wangu, hebu naomba unisamehe. Na sitaweza kukusamehe. Sitaweza kukusamehe. Umenitesa vya kutosha. Kuanzia sasa hivi mimi na wewe basi. Najua nimekukosea sana. Na uko sahihi kwa hilo unaloliongea. Naomba uniache. Sia. Sitaki niache. Niache. Hebu naomba unisamehe jamani. Mbona uko hivyo Sia? Wewe Sia wewe. Sia. Hivyo kumbe Makanzu una akili eh? Yaani najitahidi kuvaa viatu vya yule mwanamke wako lakini nashindwa. Yaani kama umeweza kumfanyia ushenzi mwanamke wako uliokuwa unakaa naye chumba kimoja, mimi utanifanyia nini? Na hata bonda kule kukupiga, mimi kwangu naona sawa. Kwa sababu pia tabia zako ni chafu Makanzu. Sasa naomba nisikilize. Tena nisikize kwa makini. Kuanzia leo hii mimi na wewe basi, na tumeachana hapa. Na nyumbani kwangu muondoke. Yaani bwana nirudiane na mwanaume wangu kuliko kuwa na takataka kama wewe. Hapa ni mambo mawili tu. Aidha unipatie pesa yangu au unipatie mota yangu. Na kwa jinsi ulichomfanyia mke wako, undugu na mimi na wewe, sijui, Waswahili wamesema udugu wa mala, mimi na wewe udugu si hazina. Kuna watu kibao wanakushangaa we, wengine na familia zao wanakusema we. Makanzu, una mambo ya ajabu, kwa nini wewe mke wako analalama kirudi umelewa? Mengi maneno kila siku ugomvi, mabanda ya pombe kila siku bala. We mtu mzima una mambo ya utoto, hauna heshima kwa wakubwa watoto. Yani